umetisha pia mzazi. Sasa ile mzee baba mwanangu, idea ya kispika ilikuwaje kuaje yani? Ni vile tu ambavyo uliamua kwa bless washikaji ama ilikuwa na lengo maalum mzee wangu? Maana tuelewe kispika kinatembea kinoma noma hivi hapo Dar es Salaam. Ile first time chanzo cha kupata ile idea mwanangu waje. Naweza nikasema kijana utafutaje unajua. Hiyo ndio ilikuwa idea ya kwanza, na chanzo cha kupatikana ile idea ilikuwa tafutaji. Na pia pili ni kwa ajili ya kutafuta connection na kuongeza mashabiki wengi na kutafuta wewe nyingine. Okay. Haina noma. So mpaka sasa hivi kama ilikuwa ni lengo ni utafutaji, mimi nataka nijue zile percentage ama asilimia ambazo kinamna moja ama nyingine umezifikia bana kwenye zile ndoto zako ambazo unazoziendea kwenye muziki ama kwenye game ya rap mzee wangu. Zipo kama ngapi hivi? Naweza kusema mpaka sasa hivi nimebakisha vitu vichache tu kufika pale juu pale. Yes. Pamoja na support za mashabiki. Kama ni jina ndio hivyo, Mungu kabla jina limepatikana. Yes. Na watu wanazidi kusupport harakati. Kilichobaki naweza nikasema ni kuatia hit. Kilichobaki ni hit. Na hit inapatikana vipi? Kutokana na support za mashabiki. Wao wanapokea muziki mzuri na kusambaza na kushare. Haina noma. So kuna namna vile ambavyo umenufaika kwenye 1 na 2, maybe kama kwenye mtonyo hivi na nini, ama ni jina tu ambalo tumetengeneza, au kwenye mtonyo ipoje yani mzee wangu kispika? Tumetengeneza jina na pia inatulipa. Yes. Inalipa. Inalipa pia game. Japokuwa sio sana kama nafasi walizokuwa nazo na brother na wengine walioko juu. Okay, haina noma. So mwanangu Wize, uje wako of course kwamba umetengeneza attention kubwa sana, lakini pia umekuwa ni tishio kwenye game ya muziki wa rap kwa uwezo wako wa kufanya freestyle, si ndivyo? So comment za wadau mbalimbali na miona ya watu tofauti, kuna vyuma ambavyo vimeenda chini bana ama vimetangulia mbele za haki, kama vile Albert Mangwea, lakini pia mzee baba Godzilla, si ndivyo? Hawa shikaji wote historia zao walikuwa wanamaliza kinoma noma hivi kwenye freestyle, si ndivyo? So kati ya hawa shikaji wawili, kati ya marehemu Albert Mangwea pamoja na Godzilla, of course kwamba amekufananisha na hao watu hapo. Wewe unaona uhalisia uko wapi yani kati ya Godzilla pamoja na Mangwea, kiasi kwamba kuna namna ambavyo kama kuna mmoja hivi unafanana naye kwenye hiyo style ya freestyle mzee? Mimi naweza nikasema kwamba kutokana labda na vitu ambavyo nakufanya. Yes. Kwa sababu ukiangalia Mangwea alifanya sana hiyo vitu. Alikuwa na freestyle kwa muda mrefu, umeona bwana? Alikuwa na freestyle hapo. Pia alikuwa anaweza kufanya ngoma kwa freestyle na hata pia same. Kwa hata mimi mwenyewe pia ndivyo hivyo, kama naweza nika freestyle muda mrefu, naweza nikarekodi ngoma kwa freestyle, naweza nikafanya chochote. Kwa naweza nikasema mabaza alikuwa na nafasi yao na mimi pia nina nafasi yangu kwa wakati wangu. Okay, sawa. Nani ambaye alikuwa role model hapo kati yao wawili yani? Kiasi kwamba ulikuwa unamwangalia sana kwenye game ya freestyle? Kwa kweli nisiwe muongo. Mimi hapo hakuna ambaye alishawahi kuwa role model wangu, kwa sababu mimi kuna brother mmoja nilikuwa ndo na shina naye sana na nafanya naye kwa vitu, anaitwa Mteganda. Okay. Ila kwa hao mabrother hamna ambaye alishawahi kuwa role model wangu, ila baada ya watu, kwa sababu ukiangalia sisi hiyo na class 2 watoto wa juzi ndio. Of course brother walishafanya yao kitambo muda mrefu, umeona bana. Kwa mimi baada ya watu kunikompea naye ile acha Mangwea nini na nini zila. Nikabidi sasa na mimi nianze kuchimbua zaidi. Kuna ngoma tu kama nazisikia labda mikasi mitungi nini. Ila baada ya kufananishwa naye nikasema ngoja nijaribu kufuatilia baadhi ya stories zake na vitu vyake hivyo ila kwa role model wangu Sawa, kama umesema ni mtoto wa 2000, of course kwamba ni kweli. So kuna new generation ambazo tayari timu hizi hapa zinafanya vizuri, lakini pia wako na pure talent ya kuwa na uwezo wa kufreestyle kwenye hip hop. Tuna wasanii wengi kinoma noma. So the way vile ambavyo ulianza kuingia kwenye game ya rap hususan kwenye freestyle, nani ambaye alishatoka yani kabla yako ulimtem kama role model wako kwa hii new generation? Nilisha kutajia hapo, kuna brother mmoja anaitwa Mteganda. Yes. Mteganda MC huyo yani alikuwa ni noma yani ninapokuambia. Okay, ni Mteganda. Ndo Mteganda ni brother ambaye tulikutana mtaani
Before nilikuwa namuonaga clip zake. Maana brother ni mkongwe kwenye game. Ila kwa kizazi kipya. Kwa kizazi kipya hamna wao kwa role model wangu kwa sababu hata ukiangalia uwezo wao na tofauti na uwezo wa kipekee yangu tofauti na kwa sababu nikasema role model wangu. Okay. Yeah, role model aweza kama mtu. Haina noma. Kuna yule mwanao anaitwa Suni. Suni ni mshikaji sana ama mlikutana tu kwenye hizo harakati mzee wangu? Yule dogo mimi ndo nilimfundisha muziki. Serious? Yeah, of course. Na hata yeye mimi ndo role model wake. Okay. Sawa. So tuna ndoto tuna plani za kufanya naye kazi. Yeah. Mimi naye kufanya naye collab. Kuna hizo plani ama kuna hiyo mipango? Sana. Bado. Hapana. Sawa. Bana kuna marappers ambao wanafanya vizuri sana sasa hivi kwenye game ya rap, lakini moja kati ya freestyle yako ambayo ilitembea sana kwa Tanzania na kuamini pia talent ambayo uko nayo kwenye freestyle, kuna ile ngoma ya 3-3 mistari ya 3-3, si ndivyo? Yeah. So nice imekusukuma kina mmoja ama nyingine mpaka kuja kuachia ngoma. Mimi nataka nifahamu ama nijue sababu kwa nini yani Maarifa na asiwe msanii mwingine kumweka kwenye hiyo track. Nimeanza nayo hapa mzee. Kwa sababu Maarifa yeye brother ndo alipenda idea. Yaani brother ndo alipenda idea akaomba akabless yani tufanye kitu. Okay. Yeah, kwa sababu mimi before nili freestyle tu ile. Nataka nifanye iwe kama ngoma. Yeah. Ila sasa mashabiki kwa ndo chaguo la mashabiki wakawa wanaipenda nini na nini. Na brother naye aliponicheki tufanye kitu pale nikaona sawa. Karuka nayo. Watu wangekuwa mwenyewe angenicheki tukaruka nayo. Okay. Kwa maana Maarifa ndo alikuwa mtu wa kwanza kabisa kupenda ile freestyle ya 3-3 Walikubali raia wengi sana ila brother yule si wa nyumbani. Ya kuna brother mmoja akamwambia bana fanya kitu hapa. Akanicheki nikamtumia ile voice akanikubali akatengeneza kakola sitale. Okay, na noma bana, time zimeenda kinoma noma hivi. Mimi nataka uambie neno la mwisho mashabiki zako kwa sababu napokeaga comment nyingi sana. Oya wizi ambaye shikaji atadondoka one day hapa Lizm FM Radio. So unalipi la kuambia wana Morogoro lakini na Tanzania kiujumla hususan kile kitu ambacho unachokifanya wizi? Mimi kikubwa tu ninachokisema kwanza nashukuru sana kwa support zao. Yes. Lakini pia naomba wazidi tena kusupport kwa sababu ndo kwanza safari imeanza. Yaani picha ndo linaanza, trailer movie sasa inaanza kuanza. Kwa hiyo kikubwa wazidi kusupport harakati zangu, lakini pia account yangu ya TikTok kule watu wamehack. Kwa hiyo nimefungua account nyingine mpya. Pole sana bana. Hiyo inaitwa Real Wiz MT. Wakafollow kule ili tuzidi kupush tena madude zaidi na jioni ya leo na jambo langu kwenye YouTube pale. Jambo gani hilo mzee wangu tuambie basi. Wakae macho YouTube pale, Insta wapi kote kitatafuka. Haya mwanangu. Bana mimi nikushukuru sana bro, of course kwamba timu yetu zinadondoka. Lakini madam kati yangu mimi na wewe mawasiliano yapo. Basi kila kitu nahisi kitenda fresh kinamna moja ama nyingine. Shout out sana mzee wangu umetisha. Haina noma, pamoja sana mzee. Okay, shout out to you. Kama unakutana na sisi hapa kwa mara ya kwanza kabisa mjini YouTube bana, usisahau kubonyeza alama ya kengele, lakini pia share, like, comment, tusambaze upendo kwenye story code kama hizi hapa hizi kupitia hapa Info Plus Media. Azuno my name inaitwa Elodie Icon. Ukiniita mic controller unyama ni mwingi. Tukutane tena wakati mwingine kwenye story code ya Info Plus Media. Enjoy.